Historia inajirudia, lakini swali ni je, tunajifunza kutoka kwenye historia hii au tunaikumbatia tu kama usingizi wa mchana? Mnamo mwaka 1953, Marekani na Uingereza walipanga mpango wa kumwangusha waziri mkuu wa Irani aliyechaguliwa kwa njia ya kidemokrasia. Waziri huyu alifahamika kama Mohammad Mossadegh, na ilikuwa kwa sababu moja tu: alithubutu kuishikilia na kuikumbatia mali ya nchi yake, hasa mafuta kutoka kwenye makucha ya makampuni ya kigeni. Walimwangusha, wakamweka shaha na wakafunga mlango wa chuki iliyodumu kwa miongo. Sasa mwaka huu 2026 tunajikuta kwenye pambano jingine na Irani, lakini wakati huu Donald Trump ndiye anayeongoza gwaride. Amelipua mashambulizi makali kwenye vituo vya nyuklia vya Irani mnamo Juni 2025. Ametuma meli za kivita, amepeleka ndege za kivita, amezungumzia siku mbaya sana kwa Irani ikiwa mazungumzo yatashindikana, lakini pia ameingia kwenye mazungumzo ya moja kwa moja na Irani, mazungumzo ambayo yanaonekana hayana mwelekeo. Na hapa ndipo swali linazuka: je, Trump kajitega mwenyewe? Je, yuko kwenye mtego aliyoujenga kwa mikono yake mwenyewe wakati anadai mabadiliko ya utawala ndiyo jambo bora kwa Irani? Anajikuta amekwama kati ya vita asiyoweza kuishinda na amani asiyoweza kuiuza kwa wafuasi wake. Leo tunachambua historia yote kuanzia kupinduliwa kwa Mossad mwaka 1953 hadi hali ya sasa 2026 ambapo Trump anajikuta kwenye mtego wa Irani. Hii si hadithi ya kawaida, ni hadithi ya nguvu, ufisadi na historia inayojirudia kwa namna ya kutisha. Kuanzia mwanzoni mwa karne ya 20, Irani ilikuwa chini ya udhibiti wa makampuni ya kigeni ya mafuta. Kampuni ya Anglo-Iranian Oil Company ambayo baadaye iliitwa British Petroleum au BP ilikuwa ikichimba mafuta ya Irani na kujinufaisha kwa kiasi kikubwa, huku Irani ikipata sehemu ndogo sana ya faida. Mwaka 1951, waziri mkuu Mohammad Mossadegh aliyechaguliwa madarakani kwa njia ya kidemokrasia alikuwa mwanasheria mzalendo na mtu aliyependwa sana na wananchi. Alichukua uamuzi wa kihistoria kutaka kuifuta sekta ya mafuta nchini Irani, yaani kuyaondoa mafuta hayo kutoka kwenye mikono ya Uingereza na kuyaweka chini ya umiliki wa Irani yenyewe. Hii ilikuwa shambulio kubwa kwa maslahi ya Uingereza na Marekani. Wakati huo ulimwengu ulikuwa kwenye kilele cha vita baridi. Marekani iliogopa kwamba ikiwa Mossad angeendelea, huenda Irani ikaingia kwenye uwanja wa moja kwa moja wa Kisovieti. Pia kulikuwa na wasiwasi kuhusu ushawishi wa chama cha kikomunisti cha Tudeh nchini Irani. Mossad alikuwa ameingia kwenye mzozo na chama cha Tudeh na hivyo kupoteza uungwaji mkono wa wana komunisti. Hali hii iliwapa nafasi Marekani na Uingereza kuchukua hatua za haraka. Uingereza ilijaribu kwanza kutumia njia za kidiplomasia na kiuchumi kumshinikiza Mossad, lakini ilishindwa. Ndipo walipomgeukia rafiki yao mkubwa ambaye ni Marekani. Pamoja walianzisha mpango wa siri wa kumwangusha Mossad. Sasa operation ya siri ikaanzishwa. Operation hii ilipewa jina la Operation Ajax na CIA. Wahusika wakuu walikuwa CIA ya Marekani na M16 ya Uingereza. Mtu aliyepewa jukumu la kuongoza mpango huu upande wa CIA alikuwa ni Clement Roosevelt Jr. na mjukuu wa Rais Theodore Roosevelt. Waliandaa mpango wa hatua tatu. Mpango wa kwanza ulikuwa ni kueneza uongo, yaani propaganda. CIA iliandika makala na kuziweka kwenye magazeti makubwa ya Marekani
kama New York Times na Washington Post, makala ambazo baadaye zilitafsiriwa na kuenezwa Irani. Makala haya yalimwonyesha Mossad kama mpumbavu, mfuasi wa USSR na tishio kwa utulivu wa Irani. Lengo lilikuwa kuwageuza Wairani dhidi yake. Mpango wa pili ulikuwa ni kuwasha maandamano. Walitumia pesa kuwalipa watu waliotoka nje wakaingia Tehran, wakajifanya wanafanya maandamano makubwa dhidi ya Mossad. Pia walihimiza viongozi wa dini kuhubiri dhidi yake. Mpango wa tatu ulikuwa ni kumusha Shaha. Walimshawishi Shah Mohammad Reza Pahlavi, mfalme wa Irani wakati huo, kusaini amri ya kumwondosha Mossad madarakani na kumteua Jenerali Falzola Zahedi kama waziri mkuu mpya. Mnamo Agosti 15, 1953, jaribio la kwanza la mapinduzi lilishindwa. Mossad aligundua mpango huo na kuwakamata baadhi ya wahusika. Shah alikimbia nchi hadi Baghdad kisha Roma. Lakini CIA haikukata tamaa. Walizidisha propaganda na kuwalipa watu zaidi kufanya maandamano. Mnamo Agosti 19 mwaka 1953, maandamano makubwa yaliyoandaliwa na CIA yalifanyika mjini Tehran. Wanajeshi waliomuunga mkono Shah walijiunga kwa wingi na waandamanaji na kushambulia nyumba ya Mossad, na baada ya mapigano makali, Mossad alijisalimisha mwenyewe. Shah alirejea Irani na Jenerali Zahedi akawa waziri mkuu. Ili kuhakikisha utawala wake unaimarika, CIA ilimpa dola milioni 5 kwa siku 2 tu za kwanza, pesa nyingi zaidi kwa wakati huo. Mapinduzi ya 1953 yalikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa nchini Iran. Shah alitawala kwa ukali kwa miaka 26 iliyofuata. Aliungwa mkono na Marekani, alijenga jeshi lenye nguvu, alianzisha mageuzi ya kijamii na kiuchumi, lakini pia alikuwa dikteta asiye na huruma. Polisi wake wasili waliofahamika kama Savak waliwatesa na kuwaua wapinzani wake. Watu waliishi kwa hofu wakati Shah alionyesha utajiri wake, huku wananchi wakikosa haki za kimsingi. Chuki dhidi ya Marekani ilizidi kuongezeka. Wairani wengi waliona kuwa Marekani ndiyo aliyowaletea mateso hayo kwa kumuunga mkono Shah. Kila mkopo wa Marekani, kila silaha iliyotumwa ilichochea chuki ya wananchi na Marekani. Mnamo mwaka 1979, mlipuko mkubwa ulitokea. Mapinduzi ya Kiislamu yalimfukuza Shah madarakani na Ayatollah Ali Khamenei akarudi uhamishoni kuwa kiongozi wa Irani mpya. Marekani ilipoteza na ilimpoteza rafiki yake mkubwa katika eneo hilo na kupata uadui mkubwa badala yake. Mnamo Novemba 1979, wanafunzi wenye itikadi kali waliteka ubalozi wa Marekani Tehran na kuwashika wafanyakazi wake mateka kwa siku 444. Tukio hili liliashiria mwanzo wa uhasama mkali kati ya Tehran na Washington ambao unaendelea hadi hii leo. Historia inatuonyesha wazi kuingilia kati kwa nguvu hakuleti amani, kunaleta chuki inayodumu kwa vizazi. Haraka mbele hadi mwaka 2017, Rais wa Marekani Donald Trump anakuwa rais wa Marekani. Mtazamo wake kuhusu Irani ulikuwa wazi tangu mwanzoni. Alichukia mpango wa nyuklia uliofikiwa na Barack Obama mwaka 2015 na kuuona kama mpango mbaya. Mnamo Mei 2018, Trump aliiondoa Marekani kwenye mpango huo na kuanzisha sera ya shinikizo la juu kabisa, maximum pressure, dhidi ya Irani. Alirejesha vikwazo vyote na kuongeza vingine vipya, akilenga kukoma kabisa mauzo ya mafuta ya Irani nje ya nchi. Mnamo mwaka 2020 alichukua hatua kali. Alimuua kiongozi
wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Irani, Jenerali Qasim Soleiman, kwa shambulio la ndege isiyo na rubani huko Baghdad. Irani ililipiza kisasi kwa kurusha makombora katika kambi za Marekani nchini Iraki, lakini mambo yakazidi kuwa mabaya zaidi mwaka 2025 wakati wa mzozo mkubwa kati ya Irani na Israel. Mnamo Juni 2025, wiki za mwisho za mwezi huo, Trump aliidhinisha shambulio kubwa la anga dhidi ya Irani. Mashambulizi haya yaliyopewa jina la kificho Operation Midnight Hammer yalilenga vituo vitatu muhimu vya nyuklia Irani: Fordow, Natanz na Isfahani. Marekani ilidai kuwa ilifanikiwa kuangamiza mpango wa nyuklia wa Irani, lakini hili haikuwa ndio mwisho wa matatizo makubwa zaidi.